gani ya kushana sasa? Kama sadaka yenu mimi nilikuwa natoa. Nilikuwa natoa karibu kila mwezi. Ikafika mahali sasa nimetoa shilingi 5,000 kwa ajili ya mwaka mzima. Hata kama change imebaki mchukue. Sasa na mpango nitoa hata shilingi 20,000 kwa ajili ya miaka 3. Mimi mpumzike, sio kila mara watu wananiona pale kila siku na mimi sitaki namna hii. Alafu hata kama sema mmenipa utajiri. Utajiri gani sasa? Utajiri sina hata gari. Utajiri natembea kwa mguu namna hii. Vipi? Poa. Zile za jana zilizonipa nimezipata. Umepata? Umekosa? Kumbe unajua kama nimekosa. Sasa kwa nini sio ulinikosesha? Wewe mtoto mimi usinisumbue akili wewe. Mimi nina mambo yangu hapa kichwani yananivuruga, naomba uniache. Wewe. Kumbe wewe mwenyewe mamdogo zetu na akili zako mwenyewe mbili. Kwa mtoto. Wewe unamwita na akili. Wewe hapo. Mbona mwita akili mbili nani? Mbavu. Watoto wengine hawana adabu hao. Nimechelewa shule namna hii. Mimi natakiwa niende saa 6, sasa hivi saa 10. Tumechelewa. Tumechelewa bwana, amka. Waje nyoshe tu hapo. Nini? Hapana. Mimi nimekupa kimoja tu chali. Nimekupa kingine tutafika kesho. Tumechelewa shule. Kama kuchelewa tushachelewa. Zinduna. Nini? Malizia tu. Wewe nimeshakwambia nimechelewa, mimi nawahi shule. Sikia, kama ni shule ushachelewa. Zinduna. Wewe, kaka. Unaelekea wapi na hizo mali za gesti? Au uone kama hizi shuka ni za gesti? Sasa ninachokuomba, ingia ndani, kabadilishe nguo, na utoke kubatizana na mtu wako, sawa? Haya, toa. Na kusimamia hapa. Faster. Yaani yule atakushinda. Alafu uje kumalizana na mimi utaniweza? Naomba uvue hizo nguo. Faster. Nataka nikafue. Bado sijamaliza basi. Nakupa 10,000. Mwalimu, madam. Samahani mwalimu. Bila samahani. Kuna mwalimu nimekuja kumuulizia. Mwalimu nani? Yupo yani mfupi hivi kidogo, alafu kama ana mwili fulani hivi mnene. Mwalimu nani? Hajakutajia jina labda, maana hapa kuna walimu wengi. Kwa jina hapa simfahamu kwa jina. Ile lakini mfupi hivi. Tena ni huyu hapo. Mwalimu Kibwabwadu. Mwalimu Kibwabwadu. Samahani, nakuomba mara moja. Samahani mwalimu, kuna mgeni wako hapa. Kwa hiyo jinsi ulivyonikimbia kule ukadhani sitokupata? Bila kuchelesha muda. Ninachohitaji, naomba pesa yangu niondoke. Jamani, kwema hapa? Kwema. Mwalimu. Angalia sije kwa mfumo toboka hiyo.
Mwalimu. Unafurahi? Naweza kuongea pembeni. Kwani shida nini? Ninamdai pesa yangu. Pole sana. Asante, ndio ukubwa huo. Ndio changamoto za kazi zetu. Vipi mwalimu? Naomba unisaidie. Naomba unistiri, leo nimenasa kabisa nisikuelewa mwalimu wako. Nadhalilika mimi. Kwa leo umekwama, mimi umesahau ulivyoniwekea kwenye mtihani wangu mbichwa huo na misikio hii. Je, ningekusaidia, hela ninazo, nauza kuku na hela ninazo. Na napelekea mitihani wanacheka watoto na misikio miguu imesimama takiwa vile na inaomba msaada. Na kunifanya hivi kwa nini? Basi. Ule mtihani ulikuwa ni mdogo sana. Kuna mtihani huo mkubwa huo. Sasa hivi nakuwekea 100 chini ya 100. Naomba unistiri. Kweli? Kweli kabisa, nakuwekea 100 chini ya 100. Usijisahau. Kwa kungu kukiliwa na kwa mwali kunaliwa. Na usiku wa deni uchelewi kucha. Sasa jikanyage tena katika anga zako. Tena, ole wako urudie siku nyingine. Tumeelewana eh? Shenzi mkubwa wewe. Pemba? Assalamu alaikum. Maana hiyo ndo salamu yetu ya Kiislamu wa Pemba. Sasa Pemba, sikiliza mwalimu. Mimi nilikuwa nina shida hiyo moja. Tena shida haswa nataka unisaidie. Nakusikiliza mwalimu. Najua wewe Mpemba hivi vitu unavijua, maana uko Zanzibar, Unguja huko vitu hivi vipo. Kwa mimi nina shida, nataka unisaidie wewe Mpemba. Nakusikiliza mwalimu. Tena nina shida haswa, naomba unisaidie Mpemba, nadhalilika. Unadhalilika nini mwalimu? Niambie, mbona uniponcha cheto mimi nini? Unadhalilika nini mwalimu? Shida yangu mimi bwana, nilikuwa nahitaji mkongo. Mkongo ndo nini mwalimu? Mbona unachanganya mkongo ndo nini? Mpemba bwana, mbona nidhalilisha? Wewe ina maana wewe Mpemba leo hii hujui mkongo? Ina maana uko Unguja huko hakuna masuala ya mkongo? Ni mkongo si wewe mwalimu, mkongo nini? Yani funguka mwalimu, mbona unanitia cheto umeniambia nini? Basi. Mkongo za akili. Kumbe hilo tu mwalimu. Kwa mimi nina tatizo hilo. Mwalimu leo limekwisha hilo. Kweli? Hilo limekwisha mwalimu. Hilo mwalimu tiba yake ni ndogo sana. Ndio. Unajua likasusu wewe? Alikasusu mujarabu. Naam. Kumbe ina ni dawa ina. Kikombe chako chiki mwezi 500 tu ile. Masiala bwana wewe. Ipo kama chai maziwa kikata tu ile. Shughuli yote imekwisha huko. Kweli? Hapo angalia, usije kanitia kesi wewe. Unakutana naye upoje? Hamna kesi yoyote. Unakutana naye upoje? Mnene, mwembamba, au upoje? Bwana huyo mtu ni Tandamu. Tandamu ndio nini? Yaani mtu ambaye shibiana ni shangazi yani. Ni shangazi? Yeah. Sasa kama mshangazi, hapo unapata alikasusu, unapata na mchuzi wa pweza. Mchuzi wa pweza unakatia wakati na ngisi mle, basi wewe ule ukinyola kwambia ule. Usiniambie wewe. Nakwambiaje, ukaendoko kamkande kweli.
Ukakanda kweli huko. Namkanda. Ukaichape. Naichapa. Ukaichape mwalimu. Naichapa. Bwana Mpemba kweli? Nakwambia kweli shehe. Bila pole mda shehe. Twende. Nakwambiaje twende kwa Mamudu hapo. Ukapata na kuli moja hapo weza. Baada upate na likasu. Nakwambiaje usije kanitakasi. Nakwambiaje imeisha. Hata mwenyewe kama kwa shughuli. Yaani ukajipinde, yaani ukijipinde kweli. Masela ukaenda kunaibisha huko. Nakwambia kushinda. Hebu pia vitu vidogo. Wewe pia vitu vidogo. Unapindaje? Utapindaje? Leo unapindaje? Mwalimu wewe. Mwalimu ndio utaona mwalimu. Chekeni. Hebu kumbuka ile ya zamani. Kumbuka tunakupenda Chekeni. Umechanganyikiwa. Yaani mimi nilikuwa nasikia gani msemo wanasema mkubwa da, kumbe ndio wazidi kupagana. Nilipenda kukupiga. Yaani mimi nilishamalizaga mapenzi utotoni kule tulivyokuaga. Mpaka nimekuwa nilishakusahau hata kwenye hisia zangu kama nilikuwa na mwanaume nilitembea naye. Chekeni usifanye hivyo. Sina time naye. Nimekuletea na zawadi Chekeni. Naomba upokee zawadi yangu. Wewe mzima kweli? Mimi niko timamu Chekeni. Naomba upokee tu zawadi yangu. Sasa hii zawadi ya ua mimi nimekuwa nyuki au nimekuwa nani analetea maua? Mimi mwenyewe sijui kama mwanamke au mwanaume. Ya masuala ya maua naona sikuelewi. Usijipotezee bahati yako kwangu. Amini Chekeni nakupenda sana. Yaani kwa uzee una bahati gani? Chekeni, mimi nakwambia ukinikubalia zile nyimbo zote za ulisi nitakupa. Haki na kwa pia. Hivi wewe unaota mchana eh? Yaani nyumba za ulisi usiandikishe watoto wako kule uje kunigaia mimi. Wapi na wapi? Kumbe wewe chizi bado umevurugwa eh? Usifanye hivyo. Usifanye hivyo nini? Usifanye hivyo Chekeni. Sikiliza, naona hujajua sasa hivi mambo yakidijitali. Chekeni usifanye hivyo. Sikupendi, sikutaki, nimesema mapenzi na wewe basi. Sikutaki, sikupendi, umeelewa? Hebu endelea kuimba hivyo. Sikutaki, sikupendi, nishasema mapenzi na wewe basi. Yaani basi. Hivyo mpaka mwalimu asikie. Hivyo. Mwalimu? Sikupendi, sikutaki, nishasema mapenzi na wewe basi. 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 Wewe tabia zako za kijinga mimi sizipendi. Yaani kwa mimi hapa nimefuata masomo, sikufuata mambo ya kipumbavu kama hayo. Yaani mtoto mdogo kama wewe na mimi niko natongozana na mtu hapa. Tena mwanzo na mwisho, usirudie. Usishobokee dumbo. Chekeni. Yaani leo na surprise. Yaani leo mwake mambo buriburi. Yaani ile juzi umenicheka Sasa ile jana tu ulivyonifundisha yani nimeyabeba yote kama nilivyobeba nimeyapeleka bwa. Nikabukua bu. Kitu tena mbwangu mpaka mpirani. 100. 100 chini ya 100. Ndio. Mimi sio boga zile. Mama una akili. Unaona? Nilikwambia mimi nimebeba kama nilivyobeba. Sasa mama. Kwani 9 jumlisha 0 ndo 90? Sasa hapo unataka kusemaje? Utakiwa ni hapa uandike 81 kwenye kiboksi. Maana yake yani 9 jumlisha 81 ndo 90. Hapo mama umenipiga. Au umejisaishia mwenyewe? Mimi hapa nasaishia wewe mwalimu Kibwabwadu. Mwenyewe mama. Alafu utakofishana. Mama kweli mama umejisaishia hapo hujatumia akili yako. Nipe mtihani wangu. Shika. Yale ya jana. Ndio yale nini? Nive mbwi. Wewe kunambia hivyo mimi? Ndio. Kibwabwadu, kwa nini kaniweka mimi nimekosa kaniwekea mipatapata hadi mimi nafanya mbombo kumuonesha mwanangu au ndo kwa jeelera kwa jifanya ananizima kinyamsisi? Yaani hapa ninachokiona sasa hivi ni achana basi za kutaka kujua haraka, ni achana za rushwa, nijisomee kwa bidii tu imadi niweze kufanya mambo yangu yaende. Lakini kitaka mambo ya kitonga, matokeo yake yanaweza kaangukia msongola. Kwa sababu hapa sasa mtoto mdogo tu hapa kanitoa akili. Ingekuwa nimemwonyesha mkubwa mzima mtihani.
Mwalimu, mbona sikuelewi? Maana wanafunzi wenzetu wote wameruhusu ondoke, alafu sisi tunataka tubaki hapa hapa, na muda mrefu umekaa tu unapekua unafunika. Kwani kuna shida gani? Kilichofanya nyinyi niwabakize hapa, wale ni waruhusu, nadhani mnakijua. Unakijua nini sasa? Jana mlikuwa mnafanya upuuzi gani pale? Mlikuwa mnafanya upuuzi gani pale? Hivi jamii ingekuoneni pale, ingekuwa najifunza nini kupitia nyinyi? Shule hii inafundisha na watoto wadogo. Je, wangekuoneni pale, wangekuwa wanajifunza nini kutokea kwenu? Mwalimu, sisi watu wazima tumeshamaliza masomo yetu. Kama tunacheza na kuimba na kuburudika, kuna ubaya? Hakuna ubaya. Sasa jana sisi tulikuwa tunaimba na kucheza. Chekeni. Hebu niambie ile wimbo tulikuwa tunacheza jana. Sikupendi, sikutaki, nisha move on mapenzi na wewe basi. Sikupendi, sikutaki, nisha move on mapenzi na wewe basi. Inatosha. Wao upuuzi ndio mko mnafanya jana pale. Afu mzee hadi huwa na magoti ukapiga. Nini shida? Mimi sasa kupiga magoti mimi. Kwa kitu gani kikubwa sana? Ana nini huyu? Yukoje kwa? Hebu muangalie. Mimi nipige magoti. Wewe unanifahamu vizuri? Huyu mwenye sura kama kingwendo na macho kama usikuagiza. Mega kingwendo Sasa unapaswa jipu mimi ndo namwaga misaa. Sikiliza mwalimu. Mimi alikuwa bwanangu wakati tuko vijana. Na kama ingekuwa kuna miskondo ningekuonesha. Ila kuna miskondo ushahidi nini umepotea. La jana alikuwa ananiomba msamaha mpaka kadondoka pale na alileua. Sasa nisikizeni nikwambieni. Wewe nawapa suspension. Kesho tuonane ofisini. Mwalimu, sasa mimi tunakosa gani hapa? Wewe unaona mambo yako ndio yanasababisha matatizo Wewe mimi sikuwa natetea pale. Umetelea mbona nipanga hii macho kama nini? Mtura kati ngwendo. Sisi macho kwa sikuagiza. Mimi sikuagiza mama chako haonekani. Mimi nataka yule mwalimu asielewe kuendelea. Wewe unanichezea unesahau Sasa sikiliza, unapewa suspension shauri yako wewe. Tunapewa suspension peke yangu sina wewe. Sababu yako wewe. Aha. Tunafikiri kwa chama vile. Wewe. Baki yako nimemaliza. Mambo gani ya kusumbuana na kufuatana namna hii? Kwa nini umekosea masharti yetu? Mimi sikosea masharti yenu. Mliniambia niweke shilingi 50 kila mwezi, nikawa naweka. Na nimeweka miezi kadhaa. Mpaka nikaona kwamba sasa bora niweke shilingi 5,000 ili nikae angalau mwezi mmoja. Kwa hiyo nilikuwa natoa hela nyingi na nikasema hizi zingine zikibaki nyinyi mchukue tu. Sisi tunachojua umekosea masharti yetu. Kwa hiyo maana mimi nilikuwa na mpango hata baadaye nitoe shilingi. Mambo gani ya kusumbuana? Mimi sijakosea masharti. Sisi tunachotaka utudishie mali zetu. Pesa na nyumba yako pia ni mali yetu. Mali gani? Kwanza mkataba wetu mimi na ninyi, mnipe utajiri. Sasa hata usijisi nini, wewe angalia sana nimembolea katika jumba tu. Wewe tajiri gani? Natembea kwa mguu, sina hata gari. Huo ndo tajiri. Sisi hatuna maelezo mengi ya kuongea na wewe kwa sasa. Utachagua uzike au usafirishi. Kuoneana tu. Ila nimetoa kila mwezi. Nimetoa mpaka shilingi 5,000. Hivi hawezi kuona kwamba nimetoa hela nyingi? Alafu mimi tumekubaliana nipate utajiri. Wewe unanipata nyumba, sasa nyumba ndio utajiri. Mimi sasa hizi ni tajiri na gari hata 2 3 nachagua kutembelea. Sasa hii ndio nini, ndio mkataba gani? Sasa wanataka wachukue nini? Kwanza wao wenyewe hawajani, wanasema wenyewe wanasema wanataka kuchukua nyumba. Mimi hawajanipa nyumba. Nyumba nijenga mwenyewe. Wao sana wananipa hela tu. Farasi. Yule binadamu anajeuri, anadharau, pia amejawa na kiburi sana na hajaelewa chochote zaidi ya kusema kwamba ile nyumba ni mali yake, maana alijenga kwa nguvu zake.
naona hatuna muda wa kucheka naye tena. Usi muda wa kubishana naye kelele. Tena tukafanya vitendo tu. Ameshakosea masharti yeye mwenyewe. Sisi tumalize. Tuko pamoja Batuli. Sawa Farasi, hakuna muda kupoteza sasa.